Shalom shalom, watu wa Mungu mnanifuatilia na kunisikia. Cha kwanza ni kujiamini kwamba unaenda mbinguni. Yesu alisema kwamba wale wenye imani ndio watakayemuona. Muamini kwamba yupo na kwamba umeshasamehewa. Usiwaze ya mambo ya nyuma yalikopita, umeshasamehewa. Alibeba dhambi zako. Mathayo 11:28 hadi 30. Njooni kwangu ninyi nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha, sema Bwana majeshi. Jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, mtapata raha nafsini wenu. Yesu anayetutunguzia mizigo. Tulikuwa tufai, tukafaa kwa ajili yake. Tulikuwa tukubariki, tukakubarika kwa ajili yake. Sio kwa matendo yetu, sio kwa tabia zetu. Tulipomkubali, ile damu ikatuhesabu kwamba tuna makosa, tukasamehewa bure. Damu ya Yesu na nguvu. Ufunuo 12:11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Tumeshinda kwa damu. Ndio maana mruhusu Yesu. Damu yake ruhusu. Ataingilia kati. Biblia inasema kwamba imetuchola katika vitanga vya mikono yake. Tuko ndani ya mboni ya macho yake. Ukishasamehewa, wewe relax. Tulikuwa na makosa lakini akaingilia yale makosa ili kwamba sisi tuwe salama. Ni wakati wa mwisho sawa, lakini endelea hata wewe kumwamini. Kuna watu wanaenda makanisani lakini hawana hata imani. Wengine wanamhubiria kabisa kwamba tumefika mwisho. Hajui. Anakuona kama unampotezea muda. Biblia inasema kwamba wale wenye hekima ndio watakayeelewa mambo haya. Wale wabaya wataendelea kutenda mabaya. Na ndio maana unakuwa mgumu kubadilika. Kwa sababu gani? Hujaitafuta ile nia ambayo Yesu yuko nayo. Mwenye hekima sio mtu wa maneno mengi. Msikize Roho Mtakatifu, atakufundisha. Saa zingine unakuwa mgumu kutuelewa. Kwa sababu gani? Haujui chochote. Watu wamefuata dini. Yesu sio wa dini. Ndio maana Biblia inasema kwamba wale makahaba na walevi watatangulia kuingia mbinguni. Kuna watu wamekulia kabisa kwenye dini lakini ndo hawajui chochote. Sisi tunavyotuona hivi tumepitia mambo mabaya. Tumepitia mambo ya dunia, tumekuja kuokoka. Na ndio maana tunamzaa na Yesu. Tunamsikiliza. Hebu msikilize naye utaona mambo mengi sana. Yesu sio kwamba wa level fulani. Ndio maana nakwambia watu wengi wenye level ya juu hawana Mungu yoyote. Hawana Mungu. Kiburi, majivuno, masengenyo, kujiinua, pesa, wanawake ndio kinamsababisha Yesu akae mbali sana na wewe. Jaribu kujichunga. Achana na watu watazungumza, lakini wewe unajijua ndani tayari umeshasamehewa. Achana na kubabaishwa. Kuna watu wengine anakukuta anakukumbusha mambo ya nyuma kule ulikotoka. Sasa kule nimeshatoka, nimeshasamehewa tayari, nahesabiwa bure. Dhambi zangu zimefutwa kwa damu ya mwana kondoo. Sidaiwi tena. Madeni yangu anayo Yesu. Lile deni nimeshalipiwa. Ina maana niko free. Sawa, tulikuwa na madeni. Tumezaliwa tukiwa kwenye familia za mizimu. Tumepelekwa kwa waganga. Tumeingia kwenye maagano yale. Lakini sasa nikalipiwa deni. Sidaiwi tena. Madeni nilikuwa nayo mengi. Yesu amenilipia. Sasa utaniambiaje wewe? Ndugu yangu, tunaenda mbinguni. Haleluya. Tunaenda kwa Baba. Cha muhimu ni kusonga mbele tu. Alivyoniambia, watu wengi hawatafika kule. Hawatafika. Mpaka ukubali. Mungu awabariki sana.